Mbona matajiri wala ambao waliokataa kabisa, walikataa mambo ya Mungu, wengine wanamwabudu shetani direct bila kuongopa, wanaendelea wanaishi maisha mazuri? Kwa nini Mungu pia naye asikasirike, aamue kubariki watu wake wala ambao wamchao waishi maisha mazuri? Waishi maisha mazuri kabisa. Mbona Mungu afanye jambo kama hiyo? Kwa nini anakubali watu wa Mungu, watu wake aliofia msalabani wateseke, matajiri huku wakijiburudisha na kukunywa? Lakini ikawa lazima tuangalie katika maandiko takatifu, tuangalie, je, Wakristo wanazidi kuwa wanakuwa wenye maskini zaidi, wenye kukaa kama hawana tumaini lolote, ni kama wamwabudu Mungu ambaye anayoishi? Je, ni kwamba Wakristo wamwabudu Mungu ambaye anayoishi ama iko aje? Tutakuwa tunaangalia kisa moja katika kitabu cha Mathayo ambayo Yesu Kristo alipatia watu wake tumaini. Mathayo ni kitabu cha 19 Mathayo 19 mstari wake ni wa 22. Tutakuwa tunasoma hapo zaidi na natumaini kwamba tutaweza kupata faraja ila tumaini. Tutaangalia kisa kimoja cha kijana mmoja aliyekuwa tajiri zaidi. Huyu kijana alikuwa ameshika amri za Mungu. Alikuwa ameshika amri za Mungu tangu utotoni na alikuwa mwenye mali zaidi. Na akatamani zaidi wakati alikuja kwa Yesu Kristo. Akatamani kujua ni nini nimebakisha ili nisirithi ufalme wa mbingu. Akatamani zaidi. Kristo akaleta mfano, akamwambia kwamba akamletea Yesu ili wazo. Akamwambia fanya hivi, uza mali yako yote kisha unifuate. Uza mali yako yote kisha unifuate. Nilikuwa nafupisha. Mstari wa 12 ikasema hivi. Ikasema, na yule kijana aliposikia neno lilo akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Huyu kijana baada ya kuambiwa mambo kama haya alihuzunika zaidi. Kubaki kuwa na furaha zaidi. Alienda na huzuni zaidi. Kwa maana wakati aliambiwa aenda akapeane mali zake zote kwa maskini na mfuate Kristo, ili moyo wake ulijaa, akashangaa, mali yangu yote, mabilioni ya pesa, mimi nimemiliki madhahabu, nitaacha aje? Nitapea maskini aje hizo mahali, then mimi nimfuate Kristo, mtu ambaye hana chochote? Katika ufalme wa mbingu si wa kuoneshana jinsi ulivyo, jinsi una fedha, jinsi una mali ili uweze kumfuata Kristo. Mungu kwa watu wake hahitaji kuonesha mali ili waweze kumwamini kwamba anaishi, ama Mungu hataki kudhibitisha kwa mwanadamu yote kwa fedha na dhahabu ili wanadamu aweze kumfuata Mungu. Mungu akikuonesha fedha na dhahabu, mwanadamu atafuata fedha mbali atapata Mungu. Wakati fedha na dhahabu zitaondolewa, mwanadamu atabaki hana Mungu. Na ndio maana Kristo wakati hataki kukufuata, hataki umfuate, kwa maana ya unajua kwamba nikimfuata Kristo nitapata fedha, nikimfuata Kristo nitapata yote, kwa hivyo wacha nimfuate. Ni kama tu saa hizi wale ambao walikuwa wanamfuata wakiwa wanataka awafanyie miujiza ya ishara, wapate samaki, wapate pamoja na mikate, walikuwa wanamfuata mkutano wengi zaidi, lakini si kwa ajili ya kusikiza neno, kwa ajili ya kujipenisha katika tumbo zao. Kwa hivyo hauwezi mfuata Kristo kwa ajili ya vitu vya dunia, kwa maana hizo vitu vya dunia ni za muda tu. Mfuate Kristo kwa maana yeye ndio milele na milele. Kwa hivyo naomba tuzidi kuangalia katika hiyo andiko. Mstari wa 13 kazidi inasema hivi. Na Yesu akawaambia wanafunzi wake, amini amini nawaambia ya kwamba itakuwa shida tajiri itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, ama itakuwa ni shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Itakuwa ni vingumu zaidi tajiri kuingia katika ufalme wa mbingu akiwa hawezi jitoa nafsi yake, kwa maana akiwa yale ambayo ameshikilia fedha na dhahabu, anaona kwamba fedha na dhahabu ndio chochote ninacho, fedha na dhahabu ndio ile kitu ambacho ninacho, fedha na dhahabu ndio Mungu wangu. Kwa mfano fedha na dhahabu, kama mnatumaini fedha na dhahabu, inamaanisha kwamba
fedha na dhahabu ndio Mungu wako ambao unayotegemea na ndio Mungu wako ambao unaofuatia. Lakini wale ambao hawana chochote wanaweza acha nyuma. Kwa hivyo wako na nafasi ya kumfuata Kristo, wanaweza kurithi ufalme wa mbingu. Inazidi kusema hivi mstari wa 24. Inazidi kusema hivi. Ikasema na akawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya kwa tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbingu. Akatumia pia mfano mwingine akasema kwamba ni rahisi zaidi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kupenya kuingia katika ufalme wa mbingu. So inaonekana kwamba wale ambao ni matajiri itakuwa ni vigumu zaidi kwao kuingia ufalme wa mbingu. Na nataka siku ya leo tujue ama kiini ya siku ya leo ni kutaka kujua tajiri ni nani. Watu wengi kwa maana utajiri hauna kiwango useme kwamba nikipata pesa kiwango fulani hiyo ndio tajiri. Nikipata fedha kiwango fulani huyu ndio maskini. Tajiri ni nani? Ukitaka kujua tajiri ni nani, twende pamoja nami. Kwa maana wakati nataja tajiri, watu wengi wanatafutanga wale ambao wako na magari, wanasema kwamba huyu ndio tajiri. Kwa hivyo hawezi ingia ufalme wa mbingu, kwa maana ako na magari, kwa maana ako na nyumba. Tutakuwa tunaangalia ni nani tajiri. Ni nani tajiri? Ni nani tajiri? Aya. Mstari wa 15. Wanafunzi waliposikia wakashangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Ni nani awezaye kuokoka basi? Ni nani atakaye kukubali kufuata wewe Kristo? Unasema ya kwamba ni vingumu na mambo yote umeshasema. Ni nani basi atakaye kubali kukufuata wewe Kristo? Kristo akasema hivi 16. Yesu akawakazia macho, akawaambia, kwa mwanadamu lilo haiwezekani, mbali kwa Mungu yote yawezekana. Akawaambia hayo mambo ukiwa hujamkaribisha Mungu ama ukiwa hujamfuata Kristo ama ukiwa hujamwamini Mungu mwenyewe, haya mambo yote hauwezi. Lakini kwa mwanadamu yote yawezekana. Yote yawezekana. Tumesema kwamba tunataka kuangalia ni nani tajiri. Ni nani tajiri? Basi ni nani tajiri? Kwa maana tajiri hauna kiwango cha kusema kwamba ni huyu ama si huyu ama nimfuate huyu ama ni huyu ako na kiwango fedha kiwango hiki na hiki. Nani tajiri? Ni nani tajiri? Tuangalie katika maandiko takatifu inasema hivi. Tutakuwa tunaangalia nani tajiri. Kitabu ni cha Revelation ama Ufunuo. Kitabu ni cha Ufunuo. Sikiliza tajiri ni nani? Kitabu ni cha Ufunuo inasema hivi. Ufunuo 3 mstari wake ni wa 17. Inasema kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Nawe uji ya kuwa wewe mwenye mashaka na mwenye mashaka na maskini na kibofu na uchi. Narudia tena, inasema hivi, kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Nawe uchi, nawe aujui ya kuwa wewe uji mwenye mashaka, maskini na kibofu na uchi.
Nitarudia vizuri. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Nimejitajirisha. Wala sina haja ya kitu. Mimi nimeshatajirika. Inazidi kusema hivi, wewe haujui ya kuwa wewe u mnyonge na mwenye mashaka na masikini na kibofu na uchi. Nani tajiri? Ni nani tajiri? Kumbe tajiri ni yule ambaye anayesema kwamba hivi, mimi ni tajiri, sihitaji chochote. Kumbe tajiri ni yule mtu ambaye anaangalia hivi, ana mtu wa Mungu ambaye ako na Kristo, lakini akiangalia anaona kwamba sifuati chochote. Sina haja ya kushinda nikijisumbua kwenda kanisani. Niko busy saa hizi, niko na pesa, niko na kazi, nang'ang'ana nijitafutie. Nimeshabarikiwa, niko na kila chochote, sihitaji chochote. Nani tajiri? Tajiri ni yule ambaye anayeacha Mungu, anamwacha Mungu, anaanza kufuata mambo ambayo ni mambo ya dunia. Anaanza kutafuta mali ya dunia hii. Wakati tunasema tajiri hatusemi kiwango kifulani. Wewe unaweza kuwa wewe ni maskini lakini kwa maana au umemwasi Mungu, umemkataa Mungu, wewe unajilinganisha na tajiri. Unajilinganisha ya kwamba haumhitaji Mungu tena, kwa maana wewe umeamua kufuatana na mali, umeamua kukimbizana na mambo ya mali. Kwa hivyo wewe ni tajiri, unalinganishwa na huyu tajiri. Unalinganishwa na tajiri yule ambaye asiyefuata Mungu, amemwasi Mungu akisema ya kwamba basi nimekuwa niking'ang'ana nipate uwezo wa kupata fedha na dhahabu, nimepata hiyo opportunity, kwa hivyo acha niweze kumtafuta mali. Unamwacha Mungu, unaanza kuhudumu ama unaanza kufuata mambo ya fedha. Wewe ndiyo tajiri. Lakini Biblia inazidi kusema kwamba wewe mwenye mashaka na tena wewe uchi. Wewe una mashaka zaidi, kwa maana unajua kwamba umemwacha Mungu. Haujui ya kwamba Kristo atakapokuja atakubomoa, yaani atakuchoma ama atakurehemu elekee mbinguni. Wewe mwenye mashaka zaidi, hata ukisema wewe ni tajiri hauna chochote. Unasema kwamba nimevaa vizuri, niko na kila kitu, umejifunika, kila kitu niko nazo, nimejiwekea ulinzi, kila kitu. Lakini wewe, Bwana anasema kwamba wewe uchi. Bwana anasema kwamba wewe uchi. Pia anasema wewe ni mnyonge, kwa maana zile fedha na dhahabu uko nazo hauwezi jilinda. Adui akija na kuibia, adui akija anaweza enda na uhai wako. Ukiwa na gari, fedha ambazo uko nazo zinaweza kukuua. Wewe mnyonge zaidi, hauna chochote. Bali katika ndani ya moyo wako na kuonesha kwamba wewe ni tajiri. Wewe si tajiri. Anazidi Kristo akisema hivi. Anazidi kusema, nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyo safi, iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi yako meupe mavazi yako nyeupe upate kuivaa. Sikiliza ndugu zangu. Wakati umekuwa unamfuata Kristo, wakati unapitia katika changamoto, unazidi kuyeyushwa kama dhahabu iliyo safi. Unazidi kung'arishwa zaidi. Unazidi kuandaliwa kwa ajili ya Kristo. Wewe ni tajiri zaidi. Ni vile hapa kwa duniani wewe unatamani kuwa kama watu fulani. Unatamani uwe kama tajiri fulani. Unatamani upate fedha kama wale watu wengine. Unataka kutajirika kwa maana umeona marafiki zako pia wametajirika. La hasha. Katika ufalme wa mbingu, Mungu hataki mambo kama hayo. Hataki mtu yeyote atakaye kuwa kubarikiwa kwa maana ya watu wengine. Katika ufalme wa mbingu, hii dunia inajulikana kwamba si yetu. Hii dunia ni ya kuisha milele, na hii dunia very soon itaweza kupotea na itaweza kuchoma.
Mbona upewe fedha na dhahabu? Mungu akubariki fedha na dhahabu na umjui. Baadaye huyo Mungu akuje tena akuua na kuangamize. Hata kuwa Mungu wa haki. Mungu hata kupatia mali na wewe haumjui. Baadaye akuje kukuangamiza. Inamaanisha huyo Mungu si